We also thank the leadership of this branch of also making me to have a good opportunity to stand before you. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye ni mwaminifu. Wakati ambapo tulisema tutakuja mahali hapa, tulisema hakuna mahali pengine tutaenda katika branch ya Rwanda, na huku ndipo tulikuja katika jina la Yesu. Tunawapenda sana na tunawadhamini sana. Amen. The time that I prepared to come in this place, niliweza kupewa na Mungu neno ambalo lilisaidia sana, hata nikaona na mimi niweze kuwaletea ili tuweze kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Amen. And my message is that there is in the Bible a village called Ono. I want to talk about that village. Bible inaitwa Ono. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. This village is called Ono. Ono. And where we stay is called? Where we stay is called? You? London. London. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, Ono is in the Bible. And it is in Nehemiah. The book of Nehemiah. Chapter 4. The book of Nehemiah chapter 4. This village, when I was just following why it is called Ono, the Bible says that Ono was not a good village. Haikuwa jiji ambayo ungeitamani. Ingawa ilikuwa inaishiwa na watu, haungeitamani. Na jiji lile lilikuwa kuwa na watu ambao mnawajua sana, maana Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na watu wawili ambao mnawajua sana, walikuwa wakiitwa Sanballat na Tobia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sanballat na Tobia. Sanballat na Tobia walikuwa viongozi wa jiji lile, because Sanballat was a governor and Tobias was one of the officials. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo walikuwa na ushawishi mkubwa sana katika jiji lile. Na wakati ambapo kitu nilikuwa nikiendelea, ni kwa sababu gani jiji lile liliweza kuwa halina mambo mazuri? Ni kwa sababu kumbe Sanballat na Tobia walikuwa na majina. Sema majina. Majina. Bwana sasa. Na majina haya, kumbe Sanballat alikuwa anaitwa ya kwamba mtu ambaye ameletewa dhambi. Haleluya. Yaani jina Sanballat ni ya kwamba huyu mtu anaitanishwa na mtu ambaye ameletewa dhambi. Na huyu mwingine naye Tobias alikuwa naye jina lake Tobias ilikuwa inamaanisha God is good.
Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa jiji hili lilikuwa la mambo mengi sana. Maana one, ilikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa opposers. Bwana asifiwe. Watu ambao kile jambo walikuwa likifanywa wanaoposi. Kumbe jiji lile lilikuwa la kuua maono. Maono ikitokea badala wa embrace, wanafanya nini? Wanapiga, wanaua. Jiji lile lilikuwa na watu ambao walikuwa wadhihaka sana. Despisers. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jiji lile lilikuwa hata la mockers. Mockers. Yaani watu wa kudhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na huko ndiko kulitokea sasa hawa watu ambao Mungu aliposema ya kwamba Nehemia aende akajenge kuta ambazo zilikuwa zimebomoka ama zimebomolewa. Hawa ndio walipinga. Sema kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Na hawajui ya kwamba lolote ambalo Mungu amesema hakuna mtu atalipinga. Amen. Hakuna mtu atalihaki ili liweze kuwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, those people who knew that village of honor could not go there. Even when they were going, the time they are on their way, they also make their thoughts and then they return. Walikuwa wakienda, na wakati ambapo walikuwa njiani, wakumbuke ono, walikuwa wakipiga round about. Ama about time. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo hayo nimekuambia. Kulikuwa na nikakwambia palikuwa na hawa watu wawili. Sanballat na nani? Na Tobia. Nikakwambia ya kwamba kumbe Tobia hata jina lake linakuwa ni vizuri sana. Alikuwa anaitwa ya kwamba Mungu ni nani? Ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati alikaa kule, basi ile Mungu ni mzuri ikabadilika. Kwa sababu alikaa katika lile jiji ambalo Sanballat alikuweko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sivyo peke yake, alikuwa one of the officials of the governor Sanballat. Hello? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa vigumu sana kutoka. Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 33. Ningesomewa ndugu yangu pastor msomi. First Corinthians 15.
verses 23. The Bible says 1 Corinthians chapter 15 and verse 33. Do not be deceived. Do not be deceived. Deceived. Why? Why? Evil communications corrupt good manners. And why is saying bad company? Bad company corrupts good character. Good character. Hallelujah. Initially, Tobias was good. And that's why even he was given that name. Hallelujah. But because of staying in that village called Honor, a corrupt village, which has all those what I have initially told you, then he was bad also. Would you like to stay a village like that? Ungetaka kuishi katika jiji kama hili? Hallelujah. Wangalia roho wasio. Bwana asifiwe. Nimekuambia, I have told you, those who were going to that village and they recognize how that village is, they were just beating about time. Hallelujah. And they just only those who were corrupt went to that village. Ni wale tu ambao tu wangetaka mambo kama hayo ambayo, hallelujah, Bwana sasa is corrupt. Wangeenda. Hiyo jiji ndio lilikuwa lenye utajiri sana. Bwana asifiwe. Nani hataki utajiri? Ilikuwa na utajiri sana. Lakini ilikuwa ni jiji. It was a village of staring at troubles. They could not have peace because of this man called Sanballat and Tobiah. Imagine they were leaders. Therefore, they could influence people to do what they want. Hallelujah. Bwana asifiwe. That village, it was so much serious. Because even what is written, and it is good, they erased and they wrote about wakaandika jambo ile ambalo ni libaya, ambalo hawa watu wanafurahia. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Siku naye hata wakati wa Biblia, Asaka king, when Jesus was crucified, and the king or Pilate wrote and said in a
screen or in a crate. Alright, Susan. He said he wrote that this is the king of the Jews. That is in John chapter 19 and verses 21. John 19 and verses 21. Hello? John. Hear what the Bible says. The chief priest of the Jews protested to Pilate. Hallelujah. Something that it is very good, because it was even put where all people could see that this king is the king of the Jews. Hallelujah. And also was written in Greek, Latin, and what? Hallelujah. What a spirit. Now, the Bible says that the chief priest said to Pilate, do not write. Hallelujah. What a spirit. Now, this person wants to erase. Pilate to erase. Hallelujah. A good message. Jambo mzuri. Sasa akamwambia hivi. Hallelujah. The king of the Jews. But that man claimed to be a king of Jews. Hallelujah. Now, that village of honor was like this. There were people who did not want those things which are going smoothly. Hallelujah. They opposed. But I thank God, because the Bible says this thing did not hear. Because 22 says what? Pilate answered. Now he has come out of the village of unknown. Hallelujah. What does he mean? Tell your neighbor, let us come out the village of honor. Hallelujah. What does he mean? What I have written, hallelujah. Church, let our vision don't be erased by anybody else. In Jesus' name. Hallelujah. Don't you see this is a good writing? Hallelujah. This person who did this, one has a few. He or she wrote a good message. Hallelujah. But you know, there are some people who are in that village of honor. What does it mean? Hallelujah. What does it mean? But they are not here. They are not here. They are not. Tell your neighbor they are not here. Hallelujah. What does it mean? Hallelujah. They could speak bad about this. And it is a good thing. Ni kitu mzuri, lakini wataongea vibaya.
siku za Biblia. Jesus had his disciples. Hallelujah. There was a person who was in a village of Ono. Hallelujah. Bwana asifiwe. One of the disciples was in a village of Ono. Bwana asifiwe. He said, this perfume. Hallelujah. Amen. What has been done is wastage. Bwana asifiwe. Hallelujah. What has been done is wastage. Yani akasema hivi, mafuta haya ni ya dhamana sana, haingestahili ifanye kitu kama hii. Ikifanya nini? Ikeuzwa, ipewe. Hallelujah. But because Jesus was not in that village of honor, he said, beggars and poor people. Hallelujah. We are with them always. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, I just want us to move out of that village of honor, where they kill visions, where they despise our always, where they mock always. Hallelujah. Where they steer problems. Yani kama watu wamekaa na amani, anasikia baya sana. Anasikia baya sana. Hallelujah. And do you know whom we believe is a king of peace? Hallelujah. Amen. We are to remain in peace. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Therefore, let us go out in that village. And if you are on your way going there, because you have been called, hallelujah. Bwana asifiwe sana. Let us hear here what it went on in chapter 4. Chapter 4 verse 1. Bible says, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. Amen. He ridiculed the Jews. And in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, what are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? And they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are? Amen. Here was Sanballat and Tobiah. Vanessa says, hallelujah. Who had that emotion or a habit of just opposing everything, whether it's good or whether it's bad, because they are not the ones who started, then they could oppose. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now the Bible is telling us here that these people, when they learned that the wars has been finished, they got angry. They got angry. Bwana Yesu asifiwe sana. Now mature. If anybody gets annoyed or angry, then he must do something, because it is evil. Hallelujah. Being angry is evil. Therefore, when you are angry, you always carry evil. You cannot see good thing being happening, being done.
Hallelujah. Bwana asifiwe. Then the Bible says that they started mocking those who were building the walls. Hallelujah. One, they said these people are poor, feeble. Hallelujah. Poor, feeble. Even they asking what are they doing? What are they doing? What are they doing? And in fact, they are saying that they are building the walls. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. They are saying. But because they are not there, they are not of that. Hallelujah. Now, ni lazima wangefanya hivi. Na kwa sababu walikuwa wamejawa na roho ya upinzani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakaanza sasa kudhihaki. Nikakwambia katika kijiji kile ni kijiji ambacho kilikuwa kibaya sana. Na nikakwambia hata siku ya leo, Bwana asifiwe, tuna vijiji hizo baadhi watu wanakaa, baadhi hawaoni vizuri, ambazo hata kama hawaoni mzuri basi waombee. They pray for that. Hallelujah. Do you know prayer changes? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana ya roho so. We ought even to repent. Because even the church has gone to that place. Has gone to that village. Oh, it is not just of building the walls. Hallelujah. When you stay in a corrupt state or in a corrupt place or where there is corrupt people, then you become Bwana asifiwe. Who? Just today. Who? Ni nani angetaka kutukanana? Achukue mkono juu. Achukue mkono juu. Yule angetaka kutukana. Yuko mtu angetaka kutukana hapa? Jipigiane makofi. But I am telling you, Kenya has gone to that village of honor, mixing with those people who are corrupt. Hello? Bwana asifiwe. It is not just when you call a person at where you open. Hello? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Let us come out of that village in Jesus' name. Where people are corrupt, where people despise, where people mock. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ayi, mwana mtu wa kuoneka. Hai. Mimi bacha niseme ya kwamba let us say this. Hallelujah. Bwana asifiwe. Now the church has gone to that village of honor, mixing with those people, hallelujah, who are bad characters. Bwana asifiwe. And even you don't get ashamed when you are in the midst of those people who are mockers. Hallelujah. Hey. Say that
asifiwe. Let us move from that village called the village of honor. Hello? Bwana asifiwe. And we shall really be blessed. We shall be blessed. Why do I say that? When prophet Jeremiah, hallelujah, was in that village. Bwana asifiwe. And he knew that it is correct. He said this, I am coming out of this village. Hallelujah. And there shall not be rain 3 years and a half. Until, hallelujah, Bwana asifiwe, you come out of that village. Hallelujah. Bwana asifiwe. When he went out, God went with him. Amen. Oh, I'm laughing at you. But let me write by saying this. Let us come out of that village of honor, because it is not a good village. Hallelujah. If you want to do good, if you want to become good person, move from that village. Hallelujah. Pray for those who, because even the Bible says that Nehemiah did not rebuke them. He went to peace. Hallelujah. Bwana asifiwe.